Tononoka hoye! Mombasa harambe! Tononoka harambe! Hebu nione watu wa one term. Ay. Ninyi ni watu wa one term. Muko kadi. Kuwa one term, kupeleka William Ruto nyumbani lazima tuwe na nini? Lazima tuwe na nini? Mombasa mko kadi. Mimi Wamalwa niko kadi. Je, nyinyi? Hebu nione wale mko kadi hapa nione ay. Basi leo tuko hapa Mombasa tukiwa kwa safari ya ukombozi, na tunataka tuambie watu wa Mombasa, watu wa pwani nzima, kwa historia ya Kenya hakuna ukombozi umefanyika taifa letu bila watu wa pwani. Ukombozi wa kwanza tukikomboa nchi hii kutoka kwa mkoloni mbeberu, pwani walitupa kiongozi shupavu Ronald Ngala na timu yake, wakaungana na rafiki yake Masinde Muliro kutoka kule kwetu na Jomo Kenyatta na kina Jaramogi wakakomboa nchi hii. Uhuru wa pili tukitoa KANU mamlakani, tena tulirudi Mombasa hapa tukiwa na kina Jaramogi, kina Matiba, kina Rubia, Martin Shikuku, mukatupa kina Bamarizi kutoka hapa, mukatupa Profesa Rashid Mzee, kina Karisa Maitha wa pwani, tukatembea nao tukamtoa Moi, tukaunda serikali ya NAK. Mnakumbuka? Tuko hapa leo kuwaomba wa pwani tushikane tena, tuanze safari ya kutoa serikali ya William Ruto one. Mko tayari jamani? Kwa nini tunasema one term? Sababu huyu jamaa alikuja hapa pwani akawaambia yeye ni mtoto wa single mother. Mnakumbuka? Akasema yeye ni hustler, ni mtu wa chini, ati Uhuru hajawahi lala njaa, ndio anajua shida zenu. Aliwaahidi wana bodaboda atawainua, awatoe chini awapeleke wapi? Up. Mama mboga awatoe chini awapeleke wapi? Up. Watu wa mkokoteni, hivi sasa tunavyoongea kuna yule ambaye aliwekwa kwa wilibaro akapelekwa up kweli? Kuna yeyote ameinuliwa hapo Mombasa? Akasema bottom up, pesa mfukoni. Hakuambia ni mfuko wa nani bwana. Kumbe pesa zote kupitia ushuru wake zimeingia mfuko wa Zakayo. Ama vijana hapo mna pesa mfukoni? Si vijana mmejaa ngori kama vijana wa Nairobi, kama vijana wa Kisumu? Aende asiende? Zakayo na ushuru wake, aende asiende? Hilo ndio jambo limetuleta hapa siku ya leo. Na sisi tulikuja uwanja huu mwisho vile Kalonzo amewambia, tukiwa na baba Raila Amolo Odinga. Watu wa pwani mlipenda Raila sababu alikuwa mtetezi wa wanyonge. Baba alikuwa mkombozi, aliyekuwa kwa ukombozi wa pili, Jaramogi akawa ukombozi wa kwanza. So leo tuwaambie hivi, tangu baba age dunia, wale walikuwa naye pwani hii wote wamemezwa na kasongo. Nani atamtetea huyu mnyonge wa pwani? Nani atatetea watu wa Mombasa na watu wa Kilifi na kule Kisauni? Leo tuko hapa kuambia watu wa pwani, you are not alone. Wale tulitembea na baba tuko hapa. Kalonzo Musyoka alitembea na baba miaka 15 wako hapa. Wamalwa aliyetembea na Raila na Wamalwa kijana niko hapa. Tuko na timu kubwa, tunataka tuambie wa pwani tutembee pamoja. Mko tayari jamani? Jamani, mko tayari tutembee pamoja? Tunasema vile Moi alikuwa anasema, siasa mbaya maisha mbaya, sera mbaya maisha mbaya. Ni sera mbaya za Ruto. Sisi tukiwa na baba tulikuwa tumeahidi hivi ya kwamba ile NHIF tungeendeleza ile sera nzuri ya Uhuru ya kulinda mama wetu wakizaa wanazaa bure. Wewe bodaboda ukiwa hapa, bibi yako akienda kujifungua unaambiwa ati anapasuliwa C-section, 15,000 uko nayo mfukoni kweli? Tuataka turudi kwa sera nzuri ile tulikuwa nayo. Mwanamke akizaa hapa pwani, serikali garamie huo mzigo, uondolewe mtu wa pwani. Sawa sawa? Muko tayari tulinde kina mama wetu?
tulinde kina dada zetu. Tulikuwa na sera ya Edu Afya. Mtoto wako akigonjeka shuleni, mzazi unapigiwa simu, unaambiwa mtoto alikuwa mgonjwa kidogo, ameshughulikiwa, ako sawa. Sasa huyu jamaa alikuja akatoa linda mama, akatoa linda wanafunzi wenu, akaleta kitu inaitwa sha she shi sho. Hiyo inafanya kazi. Sha inafanya hapa kweli? Ukienda Pwani General Hospital inafanya kweli? Sisi tumesema huyu jamaa na hiyo failed policy yake ya SHA aende asiende. Hii team iko tayari kufanya marekebisho, and we have alternative policies in the health sector. Tunataka turudishe NHIF that is reformed, turudishe linda mama na Edu Afya, tulinde watu wetu wa Pwani. Sawa sawa? Sasa tunataka tena turekebishe, because this team has the right policy to review in the education sector, tulinde watoto wenu. Sawa sawa? Sisi pia tumesema hapa Pwani kuna hii blue economy. Mungu amewabariki bahari Hindi hii, kuna utajiri wa ajabu. Pwani hii muna madini ya ajabu. Kuna mlima hapa, Mlima Hills, iko kitu inaitwa Nobium. Ukiwa na simu yako, hiyo ndio kitu inatengeza ile smartphone. Iko rare earth minerals hapa kwenu Pwani. Lakini kuna mtu mnyakuzi anaitwa Rap Mashamba, akiona shamba hapa Pwani ambie kuna madini, anataka kunyakua. Sasa anataka kunyakua Mlima Hills. Kwetu dhahabu Kakamega, amekuja kunyakua. Sisi na Malala tumemfukuza, tumemwambia ondoka wewe, achana na dhahabu yetu. Ukienda kule Migori, amesikia kuna dhahabu Migori, ameenda kunyakua huko. Ukienda Turukana kuna mafuta, ana kampuni ya Gulf, ameenda kunyakua mafuta ya Waturukana. Sisi tunauliza watu wa Pwani, huyu jamaa ilitakiwa afanyie kazi, awainue walio chini muende juu. Sasa endi amewafinya. Ningekuwa Leonard Mambo Mbotela, ningeuliza, je, huu ni ungwana? Huyu wanasema mungwana ni utu bwana. Huyu jamaa hana utu. Vitu yote anataka kunyakua, sio tu Mlima Hills na dhahabu. Hii refinery yenu imeenda. Kenya Pipeline inatoa mafuta hapa kwenu hadi Uganda, imeenda. Hata ile pesa, M-Pesa yenu, si kuna vijana mnatumia M-Pesa hapa? Wewe unajua Ruto anataka kunyakua hata M-Pesa ile kwa simu yako wewe? This man mkimuongeza hata siku moja, hata nyakua tu, Ruto anaenda kufuliza Kenya. Not an extra day. Ruto must. Kasongo must. Mko tayari tupeleke nyumbani? Hata hapa Mombasa bado kuna shida ya maji. Mimi nilikuwa waziri wa maji. Tulikuwa tumesema tuelete maji kutoka Mzima pale Taita Taveta. Tulisema tujenge damu ya Mwache pale Kwale, tuwamalizie shida ya maji hapa Mombasa. Nikiwa waziri wa maji, mikakati hiyo yote amewachana nayo. Kazi yake sasa anatafuta kunyakua kila kitu. KPA anataka kunyakua. Lamu ya port amelenga macho pale. Sisi tumesema huyu jamaa, not an extra day, Ruto must. Mwisho, hizi taxes alizoongeza, sisi na baba tulifanya maandamano 2023. Tukamwambia punguza ushuru kwa mafuta. Yeye alidouble VAT kutoka 8% hadi 16%. Kalonzo akatuongoza, tukaenda mazungumzo Bomas, alikataa kutoa ushuru, akakataa kutoa hata shilingi moja. Vijana wetu jenzi wakajitokeza wakawawa. Azimio vijana wetu 75 waliwawa. Hapa Mombasa vijana waliwawa hakuwawa. Ndio sababu tumesema Bwana Ruto, umetoa hiyo kupunguza VAT, sasa is a little too late. Lazima ufanye haki kwa vijana ulioua wewe wakipinga ushuru wako. Sawa sawa? Na tuseme tu pesa, haki. Askari wote walioua wawekwe wapi? Ndani. Mko tayari aende nyumbani huyu jamaa? Mko tayari? Nataka niwaletee yule aliyekuwa Attorney General, anayejua ukora wote ambao Ruto alifanya kuwapora ninyi watu wa Kenya. Na yeye anaitwa JB Muturi. Nataka nimlete aliyekuwa speaker aweze kuwasalimu. Sawa sawa?